Wapendwa, karibuni na wasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina ninaitwa Daniel Baya. Ikiwa leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 5, ni furaha yangu kuwakaribisha katika kipindi hiki cha leo cha Biblia, kulijadili Biblia. Karibuni tena, kwa kuwa leo ni baraka na tuna mibaraka mikubwa sana, na neno letu la siku ya leo ni tamu kushinda la jana na juzi. Karibuni sana. Tutatembea naye Mwokozi Yesu, tutatembea naye mbinguni, tutakula naye hafla ile iliyoja rojo. Wimbo wetu unaitwa Rojo wa Nyahanga SDA Choir ulioko kule mjini Tanzania, na ni wimbo mtamu na mzuri sana wa matumaini kwa wanaomsubiri ama wanaosubiri marejeo ya Yesu Kristo kwa mara ya pili. Amina. Je, umetoka wapi we Shetani? Swali ulijibu. Na je, umemuona mtumishi wangu yule Ayubu? Hakuna yeyote kama yeye mcha Mungu. Hakuna yeyote kama yeye duniani kote. Karibuni sana wapendwa, ninawaona mnazidi kuingia. Karibuni katika somo letu la siku ya leo, mkaweze kubarikiwa. Wimbo unaoendelea unaitwa Ayubu na ni cover kutoka kwa Nyakere Secondary School ya nchini Kenya. Kabla nianze, ningeweza tukaweze kuomba ili tuweze kuendelea, na walioingia kuweni huru. Tunaomba. Mungu ishie na kutawala, tunasema ni asante kwa mibaraka ya siku ya leo ambao umeweza kutulinda mpaka kufikia hapa. Tazama Bwana, tutakapoenda kuingia katika kipindi cha neno lako Baba, ninakuomba ukawapate kuwabariki watazamaji wangu pamoja na wasikilizaji. Bwana, ikiwa kuna yote ambaye atakuwa ni mgonjwa, anaumwa kwa namna yoyote ile, kaweze kupata uponyaji. Acha Bwana, tutakapoenda kulizungumzia neno lako tusitoke kama tulivyokuja. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Jana tulikuwa na kipindi na tulizungumza kumhusu Ayubu, na tuliona ni kwa jinsi gani Ayubu alivyoweza kuteseka, na mwisho wa siku Ayubu alikuwa imara, japokuwa aliweza kupoteza watoto wake wote, mifugo pamoja na mali. Lakini Ayubu tunaambiwa kwamba hakuweza kumkufuru Mungu wala hakuweza kwenda kinyume na Mwenyezi Mungu, na tukaona kwamba mwisho wa siku Shetani ndiye aliyeweza kushindwa. Soma Ayubu 1 kuendelea hadi mwisho. Ile Ayubu 1 tulisoma yote, na pia baada ya hapo tuliweza kuona ambayo ni somo letu la pili katika siku, ilikuwa linazungumzia kuhusu machukizo ya Bwana, na fungu letu lilikuwa ni kitabu cha Methali 6:16 hadi 19, na tuliona mambo kadha wa kadha. Kama kwa muhtasari, kuna macho ya kiburi, ulimi wa uongo, miguu ikimbiliayo kumwaga damu zisizo na hatia, miguu ikimbiliayo kutenda maovu, mikono imwagayo damu zisizo na hatia. Ilikuwa ni mambo 7. So nakukaribisha tena, karibu kwa siku ya leo, ikiwa ni bado dakika 5 ili iweze kufika saa 12. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano, na nakukaribisha kwa upendo wa dhati sana. Leo somo letu litatoka katika kitabu cha Yona 1. Fungu letu kuu la kutuongoza
kwa sababu huenda tukakosa kuwa na kipindi cha pili kwa siku ya leo. Tutakuwa na kipindi kimoja, Ufunuo 14:7. Ni ujumbe wa malaika watatu. Najua si kazi rahisi mtu kuacha kazi zake na kuweza kulisikiliza neno la Mungu. Na muona Dorin Kature nasema karibu sana my sister, nimekuona. Karibu na jisikie nyumbani. Mungu azidi kukubariki sana sana sana. Wimbo unaoimba ni wimbo wa Ambassadors of Christ, na wimbo wenyewe unaitwa Nimekupata Yesu. Nitasoma katika jina la Yesu. Tulikuwa tumeshaomba tayari. Kwa wale wanaoingia sasa, tulikuwa tumeomba, na neno linasema 6 nasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele awahubiri hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Anaendelea 7 inasema, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujuduni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Hapa tunaambiwa kwamba huu ni ujumbe wa malaika watatu ambao walionekana wakiruka juu ya mbingu, na msisitizo hapa ni kwamba 7 akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Malaika wanatuasa kwamba tukaweze kumsujudu na kumwabudu Bwana Mungu aliye mbinguni, aliyeziumba mbingu na nchi na chemichemi za maji, na wala si mwingine yeyote yule. Na kwa sababu hiyo tunarudi katika kitabu chetu kikuu ambacho ni kitabu cha Yona 1:1. Nitarudia. Inasema kwamba basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. 3 Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshish, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshish. Basi akatoa nauli, akapanda merikebu aende pamoja nao Tarshish, ajiepushe na uso wa Bwana. Hapa tunaambiwa kwamba Mungu alimtokea Yona akamwambia kwamba nenda katika nchi ya Nineva, ukawaonye watu juu ya maovu yao ili waweze kutubu. Lakini tunaona kwamba Yona hakuwa tayari kuwapelekea watu wa Nineva ujumbe wa kutubu, bali yeye moyoni mwake alitamani ama alipendezwa sana, tuseme kwamba alitamani wale watu wakaweze kuangamia. So yeye akaona mimi sitaenda kula ambako amenambia. Mimi nitachukua nauli yangu, si transport ni yangu na maisha ni yangu. Mimi sitakubali kupangwa. Nitaenda Tarshish. So jamaa ndo huyo akaenda akapanda hiyo marekebu, kwa sababu alienda kuipandia mji mwingine unaitwa Yafa, akapanda ile elekee Tarshish. Hii anasema, lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merekebu ikawa karibu na kuvunjika. So naye Mungu ni nani? Akaamua, wewe si utafanya venye mimi nimekwambia, acha nikuoneshe hebu. Mungu akatuma upepo mkubwa, yani jinsi ya kwamba ile merekebu ni tuseme like meli, mashua au boat. So ile merekebu venye inaenda, Mungu akatuma upepo. So ile upepo ikawa nini? Mkubwa, kiasi kwamba ile merekebu
ingeweza kuvunjika vipande vipande juu merikebu imetengenezwa na mbao, ingeweza kuvunjika vipande vipande ili watu waangamie. So 5 nasema, basi wale baharia wakaogopa, kila mtu akamuomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu, akajilaza akapata usingizi. 6 inasema, basi nahodha akamwendea akamwambia, unani ewe ulalaye usingizi? Amka, ukamwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. So katika ile harakati ya watu wanarusha zile shehena baharini ile merikebu iweze kuwa nyepesi, napata kwamba kuna ule nahodha ambao ni dereva hiyo merikebu aliweza kuteremka kule chini, akaenda akapata jamaa hata mpige zake usingizi. Yuko kwa usingizi anaota ndoto. Kule watu wako kwa shida. So akaweza kumwamsha, akamuuliza, kwani wewe ni nani? Jaribu kumwomba Mungu wako, labda anaweza akatusikia na tusiweze kupotea. So wakasemezana kila mtu na mwenzake, haya na mpige kura mpate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Basi wakapiga kura, nayo kura ikamwangukia Yona. So jamaa wakaanza kupiga kura ili at least wajue hii shida ambayo imewapata kwa sababu gani. Lakini zile kura naambiwa kwamba zikamwangukia mwamba. Yona zile kura zilimwangukia yeye. Na ukumbuke kwamba kule jamaa wanarusha mizigo baharini ndani ya ile meli, jamaa yuko kule chini amejilaza mpige zake usingizi. So kura zinapigwa zinamwangukia yeye. Nani nasema? Ndipo akamwambia, tafadhali utuambie wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako. Kazi yako ni kazi gani? Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe mtu wa kabila gani? So maswali yakabidi yamekuwa mengi. Tuambie uko na kazi gani? Unaitwa nani? Umetoka wapi? Wewe ni kabila gani? So tunapata kwamba Yona verse 9 anajibu. Akawaambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbinguni, aliyeziumba bahari na nchi kavu. Na somo letu la kwanza kule nyuma ambao ni kitabu cha Revelation 14:7 inasema kwamba tunafaa kumwabudu yeye aliyeziumba mbingu na nchi tu, na si mtu mwingine yoyote. So tunapata kwamba Yona anamwabudu Mungu yule wa kweli ambaye ndiye aliyeziumba mbingu na nchi. Verse 10 nasema, ndipo watu wale wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani hili ulilolitenda? Kwa maana watu wale walijua ya kuwa amekimbia ajiepushe na uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa amewajulisha. So baada ya zile vitu wamemhoji, wale jamaa wameanza kumwogopa, kwa sababu venye amewaeleza kwamba mimi ni kweli nilikuwa nimetumwa na Mungu niende mahali fulani nikahubiri Injili, lakini mimi nikaamua sitaenda huko, nimechukua njia yangu ili ni sepe zangu. Hawa jamaa akaanza kuingwa na hofu, so akawa ni kama wanamuogopa. Basi wakamwambia, tukutendee nini ili bahari itulie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Naye akawaambia, nikamateni munitupe baharini, basi bahari itatulia, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. 13. Lakini wale watu wakavuta makasia kwa nguvu ili wapate kurudi pwani, wasiweze,
kwa maana bahari ilizidi kuwachafukia sana. So hapa tunaambiwa kwamba hawa jamaa wameambiwa kwamba nyinyi nishikeni mnitupe baharini, hili tufani litapungua. Wale jamaa waliogopata kumchukua na kumrusha sije akafa. So akajaribu warudi kule kwenye ufuo ambao pwani ni kule kwenye ameanzia kwenye mchanga, lakini hawakuweza. Basi 14 basi wakamlilia Bwana wakasema, twakuomba ewe Bwana, twakuomba tusiangamie kwa ajili ya uhai wa mtu huyu, wala usitupatilize kwa ajili ya damu isiyo ya hatia, kwa maana wewe Bwana umefanya kama ulivyopenda. So jamaa wakabidi waanze kuomba rehema za Mwenyezi Mungu, kwa sababu unajua tunaweza tukamtupa akafa, na huyu jamaa yeye ametuambia kwamba yeye ni mcha Mungu. So Mungu anaweza akatuadhibu kwa sababu tumeua kiumbe chake. 15 nasema, basi wakamkamata Yona wakamtupa baharini, nayo bahari ikaacha kuchafuka. So tunaambiwa kwamba jamaa walibidi wamshike wamtupe baharini, ijapokuwa ni waoga, lakini hawakuwa na jinsi, bali ilibidi wamchukue ili wamtupe baharini. Lakini tunaambiwa kwamba pindi walipomtupa baharini, ile bahari ikatulia kabisa. Ndipo wale watu wakamwogopa Bwana mno, wakamtolea Bwana sadaka na kwenda na kuweka nadhiri. So jamaa wanaambiwa kwamba walitoa sadaka zao na kuweka nadhiri. Nadhiri ni like an oath, kiapo kwamba ukinitende, kwa sababu umeniokoa na hiki kifo huko baharini, like nikifika nyumbani nitatoa sadaka wangu, either ni kuku, ni mbuzi, either nitachinja nile, ama nitachukua nipeleke sadaka, either ni kanisani, ni msikitini, ni wapi kwenye unajua wewe, lakini utakuwa unamtolea Mungu. So hiyo ni wameka like ahadi, nadhiri. Jona Bwana akaweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona, naye Yona akawa ndani ya tumbo la samaki yule muda wa siku 3 mchana na usiku. Hiyo ni chapter 1 from verse 1 to 17. Naambiwa kwamba jamaa walimchukua Yona wakamtupa baharini, bahari ikatulia. Wale mabwana wakaona hapa tumeokoka na kifo. Mimi nikifika ufuoni, kusema kweli nitamtolea Bwana shukrani kwa sababu ameniokoa na kifo. Ndivyo naambiwa kwamba Bwana naye kumbe alikuwa ameweka tayari samaki akiwa tayari. So jamaa aliporushwa, tunapata kwamba inaendelea. Ndipo Yona tunapata kwamba akamezwa, akakuwa ndani ya samaki ndani ya siku 3 usiku na mchana. So tunaendelea, nasema kwamba chapter 2. Ndipo Yona akamwomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki. Akasema, nilimlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu, naye akanitikia katika tumbo la kuzimu. Naliomba, nawe ukasikia sauti yangu. So naomba kwamba katika zile siku 3 ambazo Yona alimezwa na samaki akiwa ndani ya tumbo, aliweza kumlilia Bwana na akaweza kumuomba, na Bwana akamjibu maombi yake. So ni majibu gani yenye aliweza kupewa? 3 nasema, maana ulinitupa vilindini ndani ya moyo wa bahari, gharika ya maji ikazunguka pande zote. Mawimbi yako yote na gharika zako zote zimepita juu yangu. Nami nikasema, nimetupwa mbali na macho yako, lakini nitazama tena kukabili hekalu lako takatifu.
maji yalizunguka hata nafsini mwangu. Vilindi vilizunguka, mwani ulikizinga kichwa changu. Nalishuka hata pande za chini za milima. Hiyo nchi na mapigo yake yalifunguka hata milele. Lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni. Bwana, Mungu wangu. Roho yangu ilipozimia ndani yangu, na alimkumbuka Bwana, maombi yangu yakakuwasilia katika hekalu lako takatifu. 8. Watu waangaliao mambo ya ubatili na uongo hujitenga na rehema zako wenyewe. 9. Lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani. Nitaziondoa nadhiri zangu. Wokovu kutoka kwa Bwana. Bwana akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona pwani. Napata kwamba Yona kule alikokuwa hataki kwenda ndiko ambako Mungu alimchukua akampeleka. So tunapata kwamba Yona ametapikwa. Hiki kitabu cha historia ya Yona, tunapata kwamba yeye alikuwa ametumwa kwenda Nineva, kwenda kuambia watu watubu makosa yao, lakini jamaa akawa amekataa kwenda huko Nineva ili kwenda kuhubiri watu waweze kutubu na waokoke na hasira ya Mungu. Lakini Mungu naye ni nani? Kwa rehema zake ameweza kumchukua Yona, kwa sababu unajua alipangalo Mungu, binadamu siku zote hatuwezi pinga. So Yona alikuwa anataka kupinga chenye ambacho Mungu amekipanga, lakini mwisho wa siku Yona amechukuliwa, ametupwa baharini. Pale baharini amekaa ndani ya samaki siku 3 usiku na mchana. Lakini kule alikokuwa hataki kwenda, huko yule samaki aliamriwa kwenda kumtapika huko. Mungu kile alichokupangia lazima kitatimia. Iwe ni wewe, yani huwezi kuondoka katika uso huu wa ulimwengu mpaka kile ambacho Mungu alikupangia uweze kutimiza ama kiweze kutimika. So siku zote tuweze kumtumainia Mungu na tusiwe na mioyo migumu kama ya Yona kuweza kupingana. Unafikia hapo, nasema Mungu awabariki sana sana sana. Na kufikia hapo ndio mwisho. Tunaomba. Tunalihimidi jina lako, mfalme wa amani. Nasema ni asante kwa jioni njema ya siku ya leo, umeweza kutulinda mpaka kufikia hapa. Nasema ni asante tokea tulipoanza mpaka tumefika tamati. Bwana, nasema wakapate kuwabariki watazamaji wangu pamoja na wasikilizaji wa live yetu ya siku ya leo. Nasema kaweze kuwatia moyo, kaweze kuwapatia nguvu. Iwapo kuna yote ambaye ni mgonjwa ama mwenye uhitaji, kapate kumtimizia mahitaji ya moyo wake. Nasema ni asante kwa jioni hii njema, na kufikia hapo nasema jina lako lipewe sifa. Tunabariki na kulitukuza jina lako katika jina kuu la Mwana Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amina. Mungu wa mbinguni akaweze kuwabariki. Sina la ziada.